Pedro, kuna namna Young Africans ya mwaka jana imeanza kuonekana siku leo? Kikweli sikutarajia kuiona Yanga ambavyo imecheza leo. Ilikuwa bonge la plani na bonge la game ambayo ameionyesha Yanga. Kwa sababu Yanga kipimo kikubwa cha mashindano haya ilikuwa ni kucheza na FAR Rabat. Kwa sababu ni timu ambayo katika ligi ya Morocco iko nafasi ya pili na haijafungwa msimu huu. Umeelewa mpaka dakika tunavyozungumza. Ni timu ambayo tulikuwa tunajua ni kipimo cha Yanga halisi kwamba Yanga huenda isipate matokeo. Lakini tumeona mchezo jinsi ambavyo Yanga ameapproach vizuri, na mpongeza sana kocha wa Yanga Pedro jinsi ambavyo ameweza kuapproach mchezo. Wakati wa kwenye kipindi cha Mjini FM mimi nikasema kwamba kutokana na tempo ya jinsi ambavyo wanacheza kwa maana ya FAR Rabat, hasa Waarabu kwa ujumla jinsi wanavyocheza, Celestine Okue anatakiwa kuwepo mle ndani. Umeelewa? Maxim pia uzuri wake, tulikuwa na mwenzangu hapa Mlanjize, naye tulikuwa tunazungumza kuhusiana hiki. Bahati nzuri ni kile kitu ambacho kimetokea. Tukapanga kikosi kwamba awepo Pacome kutoka pembeni, awepo Ekue kutoka pembeni, Maxi namba 10, alafu chini awepo Mdathiri ya haya pamoja na Duke Aboya. Tukazungumza wachezaji tukijua kama ndo wachezaji ambao wanaweza kaendana na tempo ambayo Yanga wanaweza kuwakabili vizuri kwa maana ya Waarabu au FAR Rabat. Tukamtoa nje. Mkiangalia hata mkirudia zile ambazo zimepostiwa kwenye posti za Mjini FM utaona kabisa tukamtoa kabisa nje Dumbia. Tukasema Dumbia kwenye mchezo alikuwa hawezi. Hii ni kwa sababu ya tempo jinsi ilivyo tempo ya Waarabu. Kikweli mwalimu amecheza kile ambacho tulikuwa tumekifikiria. Mimi nampongeza kwa sababu hata wachezaji wenyewe wa Yanga wamejituma sana. Tofauti na jinsi ambavyo Yanga unaweza ukaizungumzia inapocheza kwenye ligi. Umeelewa? Sasa wamecheza kikubwa. Yaani Yanga wamecheza kikubwa. Mimi pongezi yangu kubwa sana ni jinsi ambavyo Dube ameweza kufuta lawama ambazo huenda zingeenda kusimenti zile rumors ambazo kwa sema Dube itabidi aondoke. Dube sasa yuko katika sehemu sahihi. Mimi nilikuwa kipindi cha pili wakati kinaanza, tulikuwepo na wenzangu hapa. Mimi niwaambia Dube game anaenda kufunga goli. Na wengi walikuwa washahidi wameshuhudia. Na ilipotokea ile goli nikamwambia, mnakumbuka nilichokuwa nimemwambia? Unajua Dube alikuwa katika wakati mgumu sana kwa sababu kakosa nafasi dakika ya 7, kakosa nafasi dakika ya 11. Nafasi ambazo zilikuwa ziko wazi. Nafasi takribani kama 3 Dube alizikosa. Kwa hiyo yale maswali ambayo alikuwa anajiuliza alivyokuja kwenye chumbani, yale maswali mimi nikaingia kwenye akili ya Dube, nikasema Dube amenajua makosa yake yako sehemu gani. Na kikubwa Lugano, watu wasije wakaanza kutafuta kichaka kwamba Yanga wameifunga timu dhaifu. FAR Rabat ni moja ya timu bora zaidi kwa sasa ambazo zinafanya vizuri. Lakini kwenye tafiti zangu ambazo nimezifanya kwa takriban wiki 2, mimi nilizungumza na bahati nzuri tulikuwa na Lugano kwenye kipindi pale Mjini FM. Nilisema leo Young Africans wana 70% za ushindi. Nenda kaangalia kwenye dakika 90. Unaona kuna maeneo mengi sana ambayo kimbinu na kiufundi Young Africans wamebadilika. Kwanza, eneo la kwanza ambalo unaona Young Africans wameimarika kwenye eneo la create chances. Angalia Young Africans chini ya Romain Folz ilikuwa ni ngumu sana kutengeneza nafasi. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo Young Africans chini ya Pedro Gonçalves amelitendea amelifanyia kazi vizuri ni eneo la kutengeneza nafasi. Ukiangalia kwenye kipindi cha kwanza takriban nafasi 5 za wazi ambazo zimetengenezwa ambazo ni principal Melero Dube either kuweka mpira kambani na kutengeneza utofauti wa matokeo. Na ile sema ambapo alikuwa ni Maxi mpira ya Mzingeli. Ilikuwa ni goal, yani ilikuwa atakiwa afunge kwa kichwa. Yes, kwa unaona ni goal scoring na opportunity zaidi ya 3 mpaka 4. Kwa hiyo eneo la kwanza. Lakini eneo la pili nilizungumza pia, nilisema kwamba FAR Rabat wanavokuja ugenini huwa wana nidhamu kubwa sana ya kiulinzi. Maana yake wanakuacha umiliki mpira, then wanaangalia maeneo ya pembeni ambayo wao binafsi ndo huwa wanayatumia kwenye vertical transition. Ukiangalia namna ambavyo Young Africans wamewakabili kukwepa zile tunasema counter attack za FAR Rabat, that is superb. Katika maeneo ambayo walikuwa wana struggle Young Africans chini ya Romain Folz,
ni kwenye eneo la transition. Ulikuwa unaona asilimia kubwa timu ilikuwa inaruhusu mashambulizi mengi sana kwenye lango la Young Africans, lakini unaona sasa hivi na mechi ambavyo imechezwa kulikuwa na chance chache sana ambazo AS FAR Rabat walifanikiwa kuzitengeneza. Maana yake tayari Pedro Gonçalves ameanza kutibu tatizo la Young Africans kufikika kirahisi kwenye lango lake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ameanza kutengeneza nafasi ambazo zitamfanya yeye aweze kutengeneza mazingira mazuri ya ushindi. Na hilo ndo ambalo limeonekana. Lakini kitu kingine ambacho nimeona kuna mabadiliko kwenye eneo la tunasema pressing. Young Africans walianza kushuka kwa kiwango kikubwa kwenye pressing. Kwa nini? Kwa sababu nilishawahi kulalamika mpaka nikasema kuna tatizo kwenye kocha wa viungo. Na tayari umeona kuna mabadiliko ambayo yamefanyika kimya ambayo mimi binafsi hawajatoa tamko Young Africans. Kuna mabadiliko kumbe tayari yameshafanyika. Yes, kwa sababu yule kocha wa viungo South Africa alipata matatizo, lakini za ndani za chini yule kocha wa viungo ambaye alikuwepo akaenda Morocco, si ndio? Yupo hapa Dar es Salaam, si ndio? Yes, kwa kuna mazingira ambayo Young Africans wameanza wameanza kuyafanyia kazi ambayo kwa kiwango kikubwa unaona yameanza kuwalipa. Zile duels za 1v1 unaona kabisa Young Africans walikuwa wanashinda mapambano mengi, mipira ya pili, mipira ya kwanza Young Africans walikuwa wanawin. Unaona kabisa Young Africans organization yake kuanzia kwenye eneo la build up. Ukiangalia leo wameanza kucheza chini mabeki wawili, katikati unakuta wachezaji watatu. Yupo hapo Duke Abuya, Mudathiri Yahaya na Israel Mwenda ana support timu kuanzia katikati kuipeleka timu mbele. Maana yake ni nini? Maana yake walikuwa wanakwepa ule mtego wa kutengeneza nafasi za 1v1 ambazo AS FAR Rabat ndo wazuri katika maeneo hayo. Kwa hiyo wakiwa hawana mpira, unaona Young Africans wanatengeneza mazingira mazuri ya kiulinzi kuifanya timu isifikike kiurahisi kwenye lango lao. Lakini wakiwa wana mpira unaona kabisa kuna organization ambayo inatengenezwa ili shambulizi ambalo wanalitengeneza liishie kwenye mazingira mazuri. Na ndicho ambacho kimetokea. Nafasi nyingi zimetengenezwa, mazingira unaona yameonekana na Young Africans wameshinda. Tuzungumzie ile kwamba Young Africans wapo kundi moja na Waarabu, maana ilikuwa ni mengi kwamba Young Africans ikaonekana kwamba ni dhaifu katika grupu lao ambao walipo kwa sababu ya Waarabu watatu ambao wapo nao. Tuzungumzie hili kidogo. Kuna namna ile tabia kwamba kuogopa Waarabu katika nchi yetu ni kama imeondoka. Kwanza tuipe heshima Young Africans na timu nyingi za Tanzania kuanzia Simba pia ambayo asilimia kubwa ilianza kutengeneza ama ilianza kuondoa hofu kwa timu nyingi za ukanda wa UNAF ama ukanda wa kaskazini kuziogopa. Unaona kabisa mpaka wakatengeneza mazingira kwa Mkapa hatoki mtu, si ndio? Kwa hiyo taratibu ile dhana ambayo timu nyingi kutoka ukanda wa kaskazini zilikuwa zinaogopewa inaanza kufutika taratibu. Yes, Young Africans wamepangwa kwenye kundi gumu, ni kundi la kifo, si ndio? Lakini hauwezi kuwa mkubwa kama hujakutana na wakubwa wenzio. Kwa hiyo ili kucement nafasi yako kwamba wewe ni bora, wewe ni mkubwa, lazima uonyeshe mazingira ya ukubwa wako. Nikukumbushe msimu wa 2017-18 Simba ilifika hatua ya robo finali, ilikutana na vigogo Al Ahly, Zamalek, AS Vita. Yeye akiwa ndo mara ya kwanza anaanza kutengeneza mazingira ya kufika kwenye hatua ya robo finali. Lakini alitop group, manake alikutana na vigogo. Ukimwangalia El Malek kipindi kile alikuwa bora, ukimwangalia AS Vita kipindi kile alikuwa bora, na sio tu alikuwa bora. Simba alifungwa magoli 5 Kongo, akafungwa magoli 5 Misri, si ndio? Lakini akaja kuonyesha mazingira kwamba wewe umenifunga kwako, lakini kwangu huku na mimi nitengeneze mazingira mazuri ya kubalance mchezo kwamba kwako na mimi kwangu. Kwa hiyo ile dhana sasa ya kuwaogopa timu nyingi za kutoka ukanda wa kaskazini sasa hivi imekufa. Alikufa hapa CR Belouizdad goli 4 na mpira mkubwa, na CR Belouizdad ilikuwa ya moto kabisa. Binafsi naona kila mtu ashinde mechi zake na kwake, ili sasa tuanze kuona utofauti namna ambavyo Young Africans anaweza akatengeneza mazingira mazuri ya kufika hatua ya robo finali. Tumalize na hili, ni wakati sasa wa
wakati wa mashabiki wa klabu ya Young Africans kumwomba msamaha Prince Phumila Dube? No, sidhani kama kuna haja kumwomba msamaha. Ila kuna haja ya Prince Dube mwenyewe aendelee kumwomba Mungu, aendelee kumpa hii nafasi za kushinda. Unajua mashabiki wapo kwa kuhitaji burudani. Si unanielewa? Mashabiki hawahitaji hata siku moja uchelewe kufunga, hawahitaji kwamba unafanya makosa. Makosa unafanya mchezaji. Na alifanya makosa katika michezo iliyopita. Hata mchezo dhidi ya FAR Rabat Dube alikosea. Kuna baadhi sema amekosea. Umenisoma lakini ameenda kuclear, maana yake kaenda kufuta yale makosa ambayo ameyafanya. Ni katika mchezo tu huwa inatokea. Na nimeshawahi kuzungumza kuhusiana na Prince Dube, nikasema washambuliaji lazima wanapitia hivi vipindi. Umeelewa? Vipindi lazima upitie. Na siku zote wanasema mshambuliaji bora lazima kwanza awe na uwezo wa kukosa nafasi. Manake kama unakosa nafasi za kufunga, manake tafsiri yake unakaa maeneo sahihi. Yani position yako ambayo upo ndio ambayo imekufanya ukose nafasi. Kwa hiyo the more ambavyo unazidi kukosa nafasi, unasema unaongeza opportunity kubwa ya kuweza kufanyaje kutumia nafasi ambazo zinaendelea kuja. Ingawa pia huwa tunasema kuna mazingira huwa yanakuwa magumu kwa sababu huwezi kupata nafasi mara kwa mara. Lakini position yake ile ambapo alikuwepo mpira ambapo umemfikia, hiyo ni sifa moja ya mshambuliaji mzuri. Na ukiangalia jinsi ambavyo Dube kafunga, umeelewa? Hapo ndio ubora wa mchezaji katika eneo la ushambuliaji. Kwa sababu unakoveti mpira au ambao una kasi, alafu uko na mtu ambaye ana kasi anataka kudhibiti. Na alichokifanya ni kujua lango liko sehemu gani. Unajua unafanya kazi mbili pale, tatu. Unafanya kazi ya kwenda kwenye move zako, sawa? Alafu una kasi ya mpira, alafu una adui na unatakiwa kwenda kufunga. Kwa hiyo bado utampongeza Dube kwa kile alichokifanya. Lakini kama nitamaliza interview bila kusema kitu kuhusiana na Pacome, Pacome ni level nyingine. Another level. Pacome ni level nyingine. Yaani level ya Pacome alikuwa anaifanya timu itegemee kwamba tutakuja kushinda tu. Yaani mfano kuna nafasi za mwisho hapa, katengeza nafasi ambayo kwa mchezaji ambaye ni weak hawezi kuwa na makadirio mazuri kuelekea kwenye eneo la hatari. Amedribble mpira kutoka eneo karibia na katikati. Sawa Kadribo amekadiria wale wengine kwa maana timu pinzani wao katika maeneo gani. Unapokuwa na mpira lazima uangalie na wenzio wako sehemu gani. Wewe uko na nafasi gani ya kuendelea kwenye eneo. Mimi nikawaambia hiyo dribbling ni hatari kwa sababu walikuwa wako scattered sana upande wa FAR Rabat. Kwa hiyo akahesabu niko na mpinzani mmoja. Huyu wakati anasogea mimi nitakuwa niko pale, akasogeza mpira. Anakuja mwingine akajua niko kwenye box, akachungulia upande wa pili. Bahati mbaya Boyle hakuwa katika nafasi nzuri. Manake yule beki ambaye alikuwa anakimbia na Boyle alikuwa anaogopa sana offside. Akajua kwamba atachelewa kidogo alafu akutana na mpira akatunaenda akawa ameukosa. Lakini kitu kingine cha pili ambacho nikizungumzie. Mimi si mtu wa black na white bwana. Yanga hawakustahili kushinda hii mechi. Kiuhalali kabisa. Unarudi kwenye ile goli lilokataliwa. Yes, kwenye goli lile ambalo limekataliwa. Yanga hawakustahili kushinda hii mechi. Lakini kwa sababu tu hakukuwepo na VAR. Na ndo maana ambapo Yanga wamepata unafuu. Lakini hiyo haizui kuzungumza kwamba Yanga amecheza mchezo mzuri. Lakini kama ni goli, mpaka sasa tulikuwa tunazungumza Yanga kwamba alikuwa ni sare. Haikuwa offside. Sema ni kwa sababu ya VAR haikuwepo, lakini kutokuwa makini kwa refa Kibendela kwa maana msaidizi wa refa imewapelekea Yanga kunufaika na mazingira haya. Muda mwingine tunazungumza kwamba unajua VAR sometime inawanufaisha watu na inawaumiza watu wengine. Lakini pia kwenye upande wa marefa nao tunazungumza kila siku kuhusiana na marefa wa Tanzania. Angekuwa Kibendera wa hapa tungesema labda kanunuliwa, si ndio? Tungesema hapa pengine afai, lakini kuna matukio mengine ambayo lazima tuchukulie kama ni kibinadamu yanatokea. Lakini unakubaliana kwanza na Lugano kwamba Young Africans siku leo hawakustahili kuondoka na ushindi? Kwanza unajua lile ni goli sio goli. Lile kiuhalisia lilikuwa goli, lakini nizungumzie kwamba tunasema wakati unajaribu ku-equalize ama wangejaribu ku-equalize, unaangalia goal scoring opportunity ya FAR Rabat na Young Africans. Goal scoring opportunity, yani uwezo wa kufunga magoli kwa asilimia kubwa ulikuwa kwa nani? Ulikuwa kwa Young Africans kutokana na nafasi nyingi ambazo wamezitengeneza. Pengine kutokana na hiyo tabia, unajua tabia huo ama mazoea yale huwa yanajenga tabia. Kwa hiyo kile tu peke yake kilikuwa kinakuonyesha dhahiri
shairi kwamba kuna mazingira makubwa ambayo Young Africans walikuwa wanaenda kushinda. Pengine wangeshinda mita 3-1. Mimi binafsi nilikuwa na imani kubwa sana ya Young Africans leo kuondoka na ushindi. Lakini pia nizungumzie mimi overall performance. Nimekuwa nikivutiwa na kiwango cha Duke Abuya. Young Africans wamekuwa wamedholota baada ya kuondoka kwa Khalid Aucho kwenye eneo la base ya midfield. Na ilifika kipindi ambacho wakaanza kusema Young Africans wanatakiwa watafute replacement sahihi ya Khalid Aucho. Lakini ukimwangalia Duke Abuya leo namna ambavyo amecheza ni tofauti na game nyingine kiufundi. Maana yake leo position yake ambayo ya kwanza role yake ni kulinda back 4 yake. Si ndio? Hilo ni jambo ambalo amelitimiza kwa asilimia. Hiyo ambayo unaisema kuna siku moja unakumbuka alikuwa game gani utanikumbusha? Tuko kwenye kipindi nilizungumza ya Young Africans dhidi ya Silver Striker. Mimi nikasemaje, mtu ambaye anafaa kwenye hii game Azizi Ndambwile hawezi kufaa kwenye game ya Silver Striker. Anafaa nani kucheza? Duke Abuya. Bwana Azizi Ndambwile kani block kwa sababu ya kusema ukweli. na hilo linajidhihirisha. Umeelewa? Lakini angalia kazi ambayo alifanya Duke Abuya. Unajua sometimes ukisema ukweli una athari. Bwana kuna kitu bwana baada ya kusema ile ni akuta mtu kani block. Kwa hiyo Azizi Ndambwile kani block. Azizi Ndambwile mpaka sasa hivi ameniblock kwa kusema ukweli. Unajua tunavyokuwa tunasema ukweli hatusemi kwa sababu ya kumbeba mtu. Azizi Ndambwile kashafanya vizuri katika maeneo tofauti, lakini kuna baadhi ya michezo wasema huu mchezo unamhitaji Azizi Ndambwile au Duke Abuya. Hata hii mechi iliyopita ya Waarabu. Yes. Sawa, Farabat. Hii angecheza Azizi Ndambwile, ile pressure ya Waarabu ilikuwa ni ngumu. Kuna namna ambavyo hata makocha wanaangalia. Bahati nzuri kocha aliweza kuona akamweka Duke Abuya, lakini kuna baadhi ya mechi ambazo lazima zitamhitaji Azizi Ndambwile. Lakini ndo kaniblock baada ya kusema hivyo. Na mimi kitu ambacho kimeniimpress zaidi ambacho nilikuwa sijakigundua kwake ni ule uwezo wa composure ya mpira. Unajua Duke Abuya ni mchezaji ambaye anaweza akacheza eneo kubwa la katikati ya uwanja. Lakini baada ya kushushwa chini unaona namna ambavyo alikuwa ni press resistance. Intercept amezifanya nyingi sana zile. Yes, press resistance yani namna ambavyo Waarabu walikuwa wanakuja kwa kumplesi yeye akapunguza nafasi na kutengeneza kuitoa ile pressure kutoka kwenye eneo la chini kuitoa timu kwenda kwenye eneo la juu. Kiukweli binafsi kwangu mimi ukiniambia nitaje mchezaji bora wa hii mechi, kwanza kailinda back 4 ya Young Africans haijaruhusu, lakini pili namna ambavyo alikuwa anatengeneza ile connection kutoka eneo la chini kwenda eneo la juu. Mwangalie Mudathiri haya muda mwingi alikuwa anapatikana kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa nini alikuwa anapatikana kwenye eneo lile? Maana yake kulikuwa na assurance kubwa ya kiulinzi ya Duke Abuya. Either Duke Abuya awe na mpira kwa sababu ni mzuri kwenye press resistance, composure yake leo nimeshangazwa na hicho kiwango. Lakini pia ni mzuri wa kukava maeneo makubwa ya uwanja. Binafsi mimi kwa kweli